Naomba unifungulie kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari wa 4. Isaya, nabii Isaya sura ya 14 mstari wa 14. Mara nyingi kumekuwa na mafundisho mengi sana yanayomzungumza shetani. Amen. Kwa namna mbalimbali na kwa majina mbalimbali na kwa lugha mbali, mpaka umefika wakati tunampa sifa nani? Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukweli wa kibiblia yawezekana hauko kama jinsi inavyoweza kuzungumzwa. Mara nyingi umesikia kwamba shetani alikuwa mwimbaji au alikuwa malaika wa nini? Wa sifa, alikuwa mbeba nuru, alikuwa mwimbaji. Sawa? Kwamba alikuwa mwimbaji shetani, alafu alikuwa na sauti 10 na ngapi? 12. Alikuwa ni mwimbaji. Baada ya kuona shetani ni mwimbaji, akajitwalia utukufu. Sawa? Akainua roho ya kiburi kwa sababu ya ile sifa ya kuwa mwimbaji, akawa na kiburi, akajinua kinyume cha nani? Cha Mungu. Yaani akajiona kana kwamba yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukweli katika Biblia, ukisoma Biblia kuanzia Mwanzo yawezekana mpaka Ufunuo, hakuna popote panapomthibitisha shetani kwamba alikuwa mwimbaji. Sawa? Mimi ninachojua shetani ni shetani. Na shetani hajawahi kuwa mwimbaji hata siku hii moja. Na shetani hakuwa malaika. Fundisho linasema shetani alikuwa malaika mwema. Baada ya kuwa na sifa ya uimbaji, akajinua juu ya Mungu. Kwa baada ya kujinua juu ya Mungu, maana yake wakashindana shetani na nani? Na Mungu. Baada ya kufanya hivyo, Mungu akamfukuza shetani mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya roho ya nini? Ya kiburi. Lakini ukweli wa kibiblia, kama vile huwezi kujua mwanzo wa Mungu, sawa, ndivyo vile huwezi kujua mwanzo wa nani? Wa shetani. Yaani kama Mungu ambavyo hana mwanzo, ndivyo shetani hana mwanzo. Huwezi ukaeleza mwanzo wa nani? Unajua kistori ya mwanadamu au wanadamu, mwanadamu kila kitu anahitaji apate majibu, sawa? Kama itaonekana kuna shida ya kupata majibu, huo mwanadamu anaweka jibu lolote lile, sawa, maadamu ionekane tu hajashindwa jambo. Hebu nikwambie, soma Biblia Isaya, na hivi ndivyo vitabu pekee ambavyo wanaofundisha kwamba shetani alikuwa mwimbaji, shetani alikuwa malaika, na ndivyo vitabu wanavyovitumia. Sawa? Hebu naomba tuzipitie kwa haraka. Nisomee Isaya hiyo 4, Isaya 14 sura ya mstari wa 4. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Utaandaa Ezekieli 28 mstari wa 1. Biblia inasema utatunga misali juu ya mfalme wa Babeli. Sawa? Kwamba jinsi ulivyokoma mwenye kuonewa. Ukiendelea hapo pana maneno mengi yanayozungumza, sawa? Lakini sura hiyo inamhusu mfalme wa wapi? Wa Babeli. Ukisoma Biblia kama ya kwangu yenye vichwa, inakwambia habari kwa mfalme wa nani? Wa Babeli. Inazungumza habari ya mfalme wa Babeli. Mfalme wa Babeli alikuwa ameinuliwa, alikuwa ametukuzwa, alipewa ufalme na heshima na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya mfalme kupewa heshima na Mungu, kuinuliwa sana, roho ya kiburi kainuka juu ya ufalme wa nani? Wa Babeli. Akajiona kana kwamba yeye ni nani? Yeye ni Mungu. Baada ya ufalme wake kuinuliwa sana, kupewa kila kitu, yaani akawa ni mfalme mwenye uwezo mkubwa ambaye alitukuka dunia nzima. Sasa baada ya kuwa na kutukuka, huyu mfalme akajinua nafsi yake juu ya nani? Juu ya Mungu. Unanielewa? Yaani akaona kana kwamba Mungu hayupo, yeye ndiye nani? Ndiye Mungu. Sasa baada ya kuinuliwa mfalme huyu, baada ya kujitwalia utukufu, ukafika wakati Mungu anataka kumtoa kwenye nini? Kwenye ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina jamani. Na Mungu alipotaka kumtoa kwenye ufalme, sasa anaongea hapa, anasema utatunga misali hii juu ya mfalme wa nani? Wa Babeli. Kwamba jinsi ulivyoshushwa, wewe uliyekuwa unawaonea watu, wewe uliyekuwa unawatesa watu, wewe uliyetesa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea pale anazungumza vitu vingi, lakini sasa narudi. Wanapozungumza kwamba shetani alikuwa mwimbaji, wanasoma maandiko haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukweli maandiko haya hayamhusu nani?
alimuhusu shetani. Biblia hapa inamzungumzia mfalme wapi? Sasa unakuja kujiuliza kwamba je, na maana shetani aliwahi kuwa mfalme wa Babeli? Watumishi wa Mungu, shetani amewahi kuwa mfalme wa Babeli, na hapa panasema habari hii ni kwa mfalme wa nani? Shida inatokea wapi? Shida inatokea kwenye mitaala inayofundishwa kwenye vyuo duniani, sawa? Na hii mitaala ilishakosewa, sawa? Na kwa sababu ilishakosewa, hakuna mtu anaweza kubadilisha. Kwa kama ilitengenezwa kwa uongo, inaendelea kwa. Ndio maana hata mtu angesoma chuo, angesema na degree, nimeenda kusoma Ulaya wapi, atakwambia shetani alikuwa. Lakini sio kweli wa kibibilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibibilia shetani ni shetani. Shetani ni kama vile huwezi kujua mwanzo wa Mungu, ndivyo huwezi kujua mwanzo wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitoka wapi? Anajua yeye mwenyewe, sawa? Leo huwezi kauliza Mungu alitoka wapi, anajijua mwenyewe. Na shetani alitoka wapi? Anajua mwenyewe. Tunaona tu kwenye historia ya Biblia kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu, alipomweka kwenye bustani ya nini? Ya Edeni. Ile bustani ilikuwa ni bustani yenye miti ya matunda, si ndio? Yenye miti mizuri ya matunda, na tunaona Mungu anaweka sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamwambia mwanadamu, matunda ya miti yote unaweza kufanya nini? Kula, lakini matunda ya mtu wa katikati usifanye, usile, siku utakapokula hakika utakufa. Biblia inasema hiyo. Mungu anaondoka, tunamuona shetani anajitokeza eti anasema eti Bwana Mungu amesema hivi. Alitoka wapi? Anajua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa na penyewe panafundishwa potofu. Nisema siku moja, ndani ya Biblia kuna mambo mengi yanayozungumzwa ambayo sio kweli, ni mapokeo na ni hadithi tu. Kisha mtu amesikia wanasema na anaenda kufundisha, lakini ukweli sio hivyo. Na hapa Biblia haposema ule mti akasema usile matunda yake, mtu wa katikati, ukila siku utakapokula hakika utakufa. Na hapa walimu wengi wanafundisha kwamba ule mtu wa katikati, wanasema huyu bwana alizini, sawa? Walisema ule mtu wa katikati alifanya umalaya, kwamba alizini na Eva, kati ya Eva na nani? Na Adamu. Lakini ukweli wa Biblia haupo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata kabla ya hapa Mungu alimwambia mkazae mkaongezeke. Sasa je, watu wanazaeje? Lazima uelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amewaambia wakazae wakaongezeke, sawa? Alafu leo watu wanasema huyu mtu wa katikati yawezekana alizini. Alizini na nani? Sawa, alizini na nani? Na mke wake. So mke, Mungu alimpa Adamu mke, sawa? Mungu alimpa Adamu nani? Hivi mimi nikupe mfano. Leo hii kuna kijana hajaoa, sawa? Na kuna binti hajafanya nini? Wamechumbiana, si ndio? Wamefanya nini? Wamechumbiana, tumetangaza siku ya nini? Siku ya harusi. Wameoana, tumewafunganisha kihali kabisa, sawa? Hivi wakienda kula nyumbani, kesho wanakuja hapa tunawatenga kwamba yeye mnatengwa kwa dhambi ya uzinzi. Inawezekana hivi? Imewahi tokea? Kwa nini? Kwa nini haitokei hivi? Wamehalalishwa eti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu alihalalisha, si ndio? Lakini watu wanasema hapa alifanya nini? Alizini. Biblia inasema hivi, lile tunda mwanamke akalichuma, sawa? Alipokula aliona rafaa kwa kuliwa, si ndio? Baada ya kuona linafaa akampelekea mume. Unaona Biblia inasema aliyekula kwanza ni mwanamke, sawa? Baada ya kula lile tunda akaona ni nzuri, akaona sile peke yake, si ndio? Ampe na mume. Je, swali linakuja, kama alizini, mwanamke alijizini mwenyewe? Lazima uwe je, alijizini mwenyewe? Maana nisema alikula yeye tunda. Baada ya kula aliona rafaa kwa kuliwa, akampelekea nani? Hivi hapo kweli unaona ni ukweli kwamba walifanya dhambi ya uzinzi? Kibiblia sio kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina jamani.
Kwa hiyo tunaona tu uwepo wa shetani anatokea kwenye bustani ya Edeni. Sawa, alitoka wapi? Anajua yeye mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Ezekieli sura ya 28 mstari wa kwanza, na yenyewe wanaitumia ile Ezekieli inazungumza kuhusu mfalme wa Tiro. Sawa, mfalme wa nini? Wa Tiro. Na zamani mfalme yote anayewekwa kwenye ufalme anawekwa na Mungu. Sawa. Sasa nini wanasema shetani alikuwa mwimbaji? Hapo unaposoma unaona kuna sifa za vinubi. Sawa, kuna sifa za makerubi. Sawa, kuna sifa za kerubi, sifa za vinubi. Mungu anamwambia mfalme kabla hajamtoa, anasema ulikuwa kama kerubi, nilikuweka ndani ya bustani ya Edeni. Kila matunda, kila miti yenye matunda ilikuwa ni haki yako. Uliruka juu ya mawe huko na huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ulikuwa na sifa, na vinubi na vinanda vilikuwa chini yako. Na zamani wafalme, nyumba za kifalme zozote zile walikuwepo wapiga muziki. Sawa, kuna wakati mfalme anahitaji watu wapiga nini? Kila ikulu kuna kumbi ya nini? Ya muziki. Utaona katika Biblia wakati Sauli amemkosea Mungu. Sawa, Biblia inasema ndipo roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua nani? Wakati yale mapepo yanamsumbua Sauli, yale mapepo yalikuwa yanashushwa kutumia muziki. Sawa, walikuwa wanatafuta wanaojua kupiga muziki na vinanda waje wapige wakati mfalme amepagawa na nini? Na mapepo, ili yale mapepo yapowe. Na kuna wakati mwingine Daudi ndiye alikuwa mtaalamu wa kupiga nini? Waliwahi mwalika Daudi kwenye nyumba ya nani? Ya Sauli. Kama unasoma Biblia, Daudi akawa anapiga muziki pale na vinanda, kumbe Sauli yeye lengo lake anataka muwe nani? Biblia inasema wakati Daudi anapiga vinanda na muziki, Sauli alichukua mkuki, alitaka kumchoma nani? Daudi akakwepa, akakimbia. Kwa kila nyumba ya wafalme kuna muziki. Ndio maana hapo Biblia inasema nilikuweka juu ya muziki, juu ya vinanda, vinubi, zeze. Sio kwamba ni mbinguni. Sasa watu wanasema, unaona huyu ni shetani, alikuwa anaimba, alikuwa na muziki, alikuwa na filimbi. Yani uongo mtupu. Lakini sio kweli katika Biblia. Na hili nasema wapendwa, ni fundisho ambalo limeshika dunia nzima. Sawa? Na ukisema tofauti na wao utaonekana wewe ndio mwongo. Sawa jamani? Kuna uongo mwingi katika Biblia. Shetani hajawahi kuwa malaika wa Mungu. Shetani ni malaika wa uovu hivyo hivyo. Sawa? Na shetani hajawahi imba. Leo watu wanasema shetani alikuwa mwimbaji, alikuwa akinua tu mguu vinanda, akigeuka tu vinanda. Unamwambia unasoma wapi katika Biblia? Tunasemaga amina tu kwamba bado amina tu, kazi ya Mungu ende. Paulo alisema hata kama ikihubiriwa kwa fitina, si Yesu anahubiriwa. Lakini ukweli ni uongo.